Bwana Yesu asifiwe. Upendo katika Kristo. Siku ya leo nikiwa na mtu mmoja aliyekata tamaa. Naongea na nafsi moja ambaye imekata tamaa. Naongea na mtu huyo ambaye kila siku yeye ni mwendo wa maumivu, kila siku yeye ni uchungu, kila siku yeye ni mateso, kila siku yeye ni kukataliwa, kila siku yeye ni kuonewa, kila siku yeye ni umaskini, mateso, aibu, shida, dhiki. Nisikilize mtumwa katika Bwana. Ninajua siku ya leo Mungu ameachilia neno hili aweze kuiponya nafsi yako, aweze kuuponya moyo wako, aweze kuponya maisha yako. Umelia vya kutosha, umeumia vya kutosha, umewaza vya kutosha, umeteseka vya kutosha. Wewe ni mbarikiwa. Nisikilize mtumwa katika Bwana. Hizo dhiki zako Bwana anaziona. Hayo mateso yako Bwana anayaona. Huo uchungu wako Bwana anauona. Hayo magonjwa yako Bwana anayaona. Wala usikate tamaa. Niko mbele zako saa hii kukupa lile neno la Bwana. Mbele Bwana ameliachia siku ya leo. Mbele Bwana amekusudia wewe nafsi, wewe mtu ambaye umekata tamaa. Siku ya leo ili neno likufikie, likakuponye, likagange moyo wako, ukarudi ukaanze upya kumtegemea Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, kama Biblia inavyosema katika Kutoka 3:7. Kutoka 3:7 inasema, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nisikilize mtumwa katika Bwana. Bwana anajua maumivu yako. Bwana anajua mateso yako. Bwana anajua dhiki zako. Bwana anajua magonjwa yako. Bwana anajua biashara yako. Bwana anajua kazi yako. Bwana anajua kibali chako. Bwana anajua ndoa yako. Nisikilize mtumwa katika Bwana. Wewe ni mbarikiwa kama neno la Bwana linavyosema katika Kutoka 3:7 inasema, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Ninajua saa hii wewe uko Misri ya magonjwa, Misri ya umaskini, Misri ya mateso, Misri ya maumivu, Misri ya kukataliwa. Nisikilize mtumwa katika Bwana. Na Bwana akasema, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nisikilize mtumwa katika Bwana. Hata ukisoma katika Kutoka 3:9 inasema, basi tazama kilio cha wana wa Israeli kimenifikilia, tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Mungu anajua wachawi wanapokutesa. Mungu anajua shida zinapokutesa. Mungu anajua waganga wanapokutesa. Mungu anajua laana inapokutesa. Mungu anajua majini yanapokutesa. Mungu anajua umaskini unapokutesa. Mungu anajua kukataliwa kunapokutesa. Mungu anajua uchungu unapokutesa. Mungu anajua magonjwa yanapokutesa. Mungu anajua shida yako. Kumbuka wana wa Israeli, uzao wa Abraham uliyebarikiwa, uzao wa Yakobo na Isaka uliyebarikiwa. Bwana anasema, basi natazama kilio cha wana wa Israeli kimenifikilia, tena nimeyaona hayo mateso yao ambayo Wamisri wanawatesa. Mungu anajua shida yako. Mungu anajua mateso yako. Mungu anajua dhiki zako. Tambua ya kwamba mtumwa katika Bwana, wewe ni mbarikiwa. Wewe umebarikiwa. Shetani hawezi kukutesa kama hujabarikiwa. Shetani hawezi kukutesa kama hujabarikiwa. Waganga hawezi kukutesa. Huwezi kuibiwa nyota yako, huwezi kuibiwa uchumi wako, huwezi kupewa magonjwa, huwezi kupewa dhiki kama hujabarikiwa. Shetani hawezi kumtesa mtu ambaye hana chochote, ambaye hana faida naye. Shetani atamtesa mtu ambaye ana madhara kwake. Wewe ni mbarikiwa na una madhara kwa shetani, na ndio maana shetani anaachilia hivyo vitu, na ndio maana shetani anaachilia hayo mateso, na ndio maana shetani anaachilia huo uchungu, ndio maana shetani anaachilia kukataliwa, anaachilia hayo magonjwa, kwa sababu wewe ni mbarikiwa. Nisikilize mtumwa katika Bwana. Hata ukisoma katika Wafalme wa Pili 14:26 inasema, kwani Bwana akayaona mateso ya Israeli kwamba yalikuwa machungu sana, maana hakukuwa na mfungwa wala asiyefungwa wala msaidizi kwa ajili ya Israeli.
Nisikilize mtumwa katika Bwana. Baada ya hapa Bwana akamuinua Musa. Musa akaenda kuwatoa wana wa Israeli utumwani, waliyeishi miaka 430 utumwani. Mwaka wa 440 ndio wakafanikiwa kutoka. Nisikilize mtumwa katika Bwana. Haijalishi umepita katika miaka mingapi, haijalishi umepita katika mateso miaka mingapi, haijalishi umepita katika shida muda mrefu kiasi gani, haijalishi umepita toka kuzaliwa hadi sasa, ni muda wako sasa. Bwana amemuinua Musa wako, kupitia neno lake, Neno lake limekuwa Musa wako leo. Inuka sasa. Hata ukiangalia baada ya kutoka katika mateso yao miaka 440, bado wakaongea miaka 40 mingine tena jangwani, wakateswa, wakafatiliwa, lakini baada ya muda mateso yale yalikoma. Baada ya muda mateso yale yalikwisha. Wakawa ni wana wa mbarikiwa, waliyebarikiwa, wakaifikia nchi yao ya asali na maziwa. Siku ya leo mtumishi wa Bwana saa hii anasema, siku ya leo mateso yako yamekoma, mziki zako zimekoma, shida zako zimekoma, maumivu yako yamekoma, mateso yako yamekoma, chuma ulete imekoma, kuibiwa nyota kumekoma. Katika jina la Yesu ninakutabiria saa hii wewe ni mbarikiwa. Ni wana wa Abrahamu, Isaka na Yakobo waliyebarikiwa, katika uzao wa Israeli wa rohoni uliyebarikiwa, katika jina la Yesu. Haya, amka tuombe. Wewe ni mbarikiwa, amka tuombe. Omba toba na rehema, maana uliingiza kinyongo, maana uliingiza kiburi, maana uliingiza uchungu, maana uliingiza mateso, ulikata tamaa, hukumtegemea Bwana. Omba toba na rehema. Iite damu ya Yesu, iite damu ya mwana kondoo. Damu ya mwana kondoo ipite sasa, ipite. Damu ya Yesu ipite katika jina la Yesu. Iombe sasa ile damu, damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu Kristo. Iombe sasa ile damu.